nilikuwa na vijana kama 14. Lakini kutokana na changamoto za maisha nilifeli. Ni simulizi ya maisha ya mapito ya mapambano, kuanguka na kunyanyuka kwa kijana Amideus Sechu, mkazi wa hapa Babati mkoani Manyara, ambaye kwa hivi sasa amejikita katika utengenezaji wa viatu vya ngozi. Kijana Amideus Sechu ni kijana aliyejiajiri kupitia kiwanda chake cha uchakataji wa bidhaa za ngozi, akiwa anatengeneza viatu vya aina mbalimbali pamoja na mikanda. Amideus Sechu alianza vipi biashara yake ya kutengeneza viatu vya ngozi? Elimu yangu mimi darasa la 7, nilimaliza mwaka 2003. Kwa hiyo baada ya kumaliza pale ndo nikawa nimekosa namna ya kuendelea kutokana na hali ya maisha ya nyumbani na nini. Kwa hiyo nikaamua kujiongeza kwa namna nyingine. Kwa hiyo mpaka nimefika hapa, naamini sio kama sina elimu, kwa sababu nina elimu ya darasa la 7, lakini pia elimu ya darasa la 7 ni kitu kikubwa pia, kwa sababu ilinipa mwangaza wa kuweza kujua nini ninachohitaji na ni kwa namna gani naweza nikakipata. Nilianzia nyumbani nikiwa Arusha kwa mamangu mdogo. Nilikuwa natengeneza peke yangu. Nilikuwa sina mashine, yani kwa ufupi sikuwa na vitendea kazi. Licha ya mafanikio aliyokuwa nayo ya kuwa na ujuzi wa utengenezaji wa bidhaa za ngozi ikiwemo viatu pamoja na mikanda, lakini changamoto kubwa ni upatikanaji wa material ya kutengenezea bidhaa hizo, kama ambavyo anavyotueleza kijana Amideus Sechu, jambo ambalo limekuwa likimrudisha nyuma yeye kufikia ndoto zake. Changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nazo ni namna ya upataji wa material. Kitu ambacho kinatufanya sasa tunashindwa kucompete. Tunaweza kusema kwamba tunashindwa kutengeneza au kufanya kazi ya ushindani vizuri, kwa sababu kama unavyojua kwa mkoa wetu wa Manyara, bidhaa raw materials za kwetu ambazo tunazitumia hazipatikani kwa wingi. Ama kwa hakika mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe, ndivyo inavyojidhihirisha kwa maisha ya kijana Amideus Sechu, ambaye kwa hivi sasa amewavutia vijana wengi kujihusisha na biashara ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi ikiwemo viatu. Kwa hiyo wakati nilipokuja Babati pia nilikuja nikiwa sina kitu, lakini pia nilikuwa na ujuzi. Kwa hiyo ilinibidi nipate grinder kwanza, lakini cherehani huku zilikuwepo nyingi. Nikawa nafanya pale kazini, naondoka naenda sehemu nyingine, nashona, narudi naendelea na kazi mpaka mwaka 2018 ndio siku ambayo nilifanikiwa kupata mashine ndogo ya cherehani ambao ndo nilianza nayo. Sasa nikawa na workshop, lakini pia nilikuwa bado niko peke yangu. Baadhi ya vijana waliovutiwa na utengenezaji wa viatu nao wakajiunga na kijana huyu kuanza kutengeneza bidhaa za ngozi, na hivi sasa wamekuwa magwiji katika utengenezaji wa bidhaa hizo. Kwa majina naitwa Yuda Shauri au Yuda Daniel Shauri. Nilijifunza ufundi kuanzia mwaka 2021. Nilikuwa na changamoto zangu nyingi, ila improvement ilionekana baada ya kuanza kufanya ni kujua ufundi. Kwa ni maisha tofauti kati ya mwanzo kabla sijawa fundi na sasa hivi, ila sasa hivi nina familia. Hii ni improvement ya kwanza. Kwa majina naitwa Eunice Sawe. Nilipendezwa na hii kazi. Nilikuwa nakuja hapa naangalia wanavyofanya wakina kaka. Mwisho wa siku nikavutiwa na hii kazi na mimi nikaomba kujiunga nao. Ama kwa hakika mtafutaji hachoki, na mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Kutoka hapa Babati mkoani Manyara, mimi ni Marcela Zaro na hii ni TBC2 Jaba la Habari.